Simulizi hii ni ya kutisha na ya kusisimua. Ni simulizi iliyojaa laana, uchawi na usaliti. Je, unadhani ni simulizi gani hii? Bas, endelea kubaki nami hapa kwenye chaneli yako pendwa ya Tam Story. Ni mimi msimulaji wako Jimmy Daddy. Unaiona hiyo button ya kengele? Ibonyeze kisha subscribe. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Hii ni Tam Story. Mwanzoni mwa simulizi hii tunakutana na mchawi mmoja anayeitwa Hila. Anapambana kufanya ibada yake ya kichawi na mwanamama mmoja aliyefahamika kwa jina la Milo, ambaye amefika hapa akihitaji kufanya jambo moja na kupata msaada mkubwa kutoka kwa mchawi Hila. Mchawi Hila akawa anamwambia mwanamama Milo kuhusu ibada hatari ya Zulmati. Ni ibada inayoogopeka sana, hata waandishi wa vitabu na waandishi wengine wanaogopa kuizungumzia ibada hiyo. Ibada hiyo hufanyika kati ya miezi isiyokuwa na mwezi mpevu, na kilele chake ni usiku wa Zulmati, na mara nyingi huangukia usiku mkubwa sana wenye mwezi unaoandama, ishara ya giza kuu na ukatili. Hivyo mchawi Hila akawa amemuonya mwanamama Milo awe makini sana, kwa sababu laana hiyo haitafutika kamwe, na akawa amempa nafasi ya kufikiria mara nyingi zaidi kabla ya kuamua kufanya tambiko hilo. Lakini mwanamama Milo alijibu kwamba mimi nipo tayari kufanya lolote kwa yeyote aliyehusika kwa kifo cha mume wangu pamoja na mtoto wangu. Nahitaji apate maumivu kama niliyoyapata mimi. Mchawi Hila alimnyamazisha mwanamama huyu na kumwambia akubali. Inahitajika kafara. Mchawi Hila alisema, kwenye usiku wa Zulmati tutatekeleza kafara hii, na usiku utakaofuata baada ya kila kitu kukamilika, Milo atalazimika kumzika mtu wake wa kafara akiwa hai. Mchawi Hila alimuuliza, je, upo tayari na umeridhika kufanya dhambi kubwa kama hiyo? Milo alijibu, sina chaguo lingine, ni lazima kisasi changu kitimie. Hila alisema, toka na ukalete kafara wako akiwa hai. Ilikuwa ni Januari ya tarehe 18 mwaka 1994 usiku wa saa 6:50. Hila alianzisha ibada kwa sababu tayari walikuwa na uhakika wa kafara yao yupo hai. Alianza kuiamuru nguvu iliyopo kwenye giza na kuisii, ingia ndani ya sauti yangu na utimize matakwa ya mwanamama huyu. Usiku wa Zulmati mpatie hitaji la moyo wake na mlipie kisasi kwa mtu wake. Na upande wa pili anaonekana mwanaume mmoja aliyekuwa kashikiliwa akili zake na mashetani. Anaonekana akiingia ndani kwake, kisha aliishika bunduki aina ya gobole na kuanza kuishuti familia yake. Alimshuti mmoja baada ya mwingine na wote walikufa, na mwisho wa siku hata yeye pia aliamua kujiua. Wakati ibada hiyo ya kishirikina ikiwa inaendelea, yule mtoto mdogo aliyechaguliwa kwa ajili ya kafara alizimia. Zoezi la kafara lilikuwa limekamilika kichawi. Hila akamgeukia mwanamama Milo na kumwambia ibada ya Zulmati imefanikiwa kwa 100%. Kisha akafafanua kwa kusema, Milo, zoezi linalofuata unatakiwa kumzika kafara wako akiwa hai. Ni lazima utekeleze hilo usiku unaofuata. Lakini mchawi Hila alisisitiza kwa kusema, hiyo dhambi kubwa tulioifanya, mzigo wote utaubeba peke yako na ni dhambi isiyosameheka. Mchawi akawa amejitoa kabisa katikati ya hilo, na mchawi akawa amefichua siri ya kwamba mtoto huyo kwa sasa ameambukizwa damu ya kishetani, hivyo Milo hutakiwi kuingiwa na roho ya huruma kabisa. Kisha akamwambia Milo, kama utashindwa kutekeleza kabisa kafara hii, basi mateso utakayopitia ni magumu sana na hujawahi kuyapitia hapo mwanzo. Kisha mchawi akamkabidhi Milo hirithi iliyolaaniwa na kutengenezwa kwa mifupa wa wanyama 7. Akamsii aiweke ndani ya gunia pindi atakapomzika kafara wake. Akaenda mbali kwa kusema, hirithi hii ndio muhuri pekee wa Zulmati mwenyewe. Siku ya Jumatano Machi 1995, Milo alimtembelea mwanamama mmoja nyumbani kwake. Mwanamama huyo anaitwa Also. Alimtembelea kwa ajili ya mahojiano ili apate kazi za ndani ya nyumba yake. Also alisema ni vizuri kwa sababu hata sisi tulikuwa tunamtafuta mtu wa kazi wa kuishi naye hapa nyumbani kwetu, na asiwe ni mtu wa kuondoka kwa sababu maradhi na kila kitu atavipata hapa. Ni kwa sababu gani anasema hivyo? Mama mkwe wake Bi Halma amekuwa akiumwa kwa muda mrefu, ugonjwa wa ubongo unaodhoofisha seli zake na kuua taratibu, na yupo kitandani, hivyo anahitaji uangalizi maalum. Milo alisema hakuna tatizo kabisa na yeye anaweza kushughulikia jambo hilo na likakaa sawa. Ila mwanamama Also aliendelea kwa kusema, pia nina mabinti wangu wawili ambao wanahitaji uangalizi mkubwa. Je,
Je, lengo la mwanamama Milo kuomba kazi kwenye nyumba ya Also lilikuwa ni lipi? Mimi na wewe hatujui. Bas, usikose kufuatilia sehemu inayofuata ili kujua ni kipi kiliendelea, na je, alifanikiwa kuanza kazi na lengo lake kuu lilikuwa ni nini? Bas, endelea kubaki nami hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa. Unaiona hiyo button ya kengele? Ibonyeze kisha subscribe. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Andika ujumbe mfupi, unatazama video hii au unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Ni mimi msimulaji wako Jimmy Daddy, na hii ni Tam Story. Enjoy.